your light. Biblia inasema kwamba mataifa yatakuja kwa nuru yako. Uko natoa hii injili mbaya ya udini yenye hama. Mungu akubariki. It is wrong. It is not for a Christian. Si Mkristo. The problem you have is that you like applying things that are not for Christians to you. Shida uko nayo ni kwamba wewe unapenda kuweka mambo, unachukuanga mambo yenye si ya Wakristo unajiwekea. What happened with Abraham is not you. Kile kilifanyika na Moses is not you. Musa si wewe. David is not you. Daudi si wewe. Because they were not Christians. Kwa sababu hawako Wakristo. They did not have God in them. Hawako na Mungu ndani yao. At that time Jesus had not died. Hiyo wakati Yesu hakuwa amekufa. So it was not possible for God to live in man. Kwa hivyo haikuwa. But now God lives in you. Lakini sasa Mungu anaishi ndani yako. Now that he lives in you. Na sasa kwa sababu anaishi ndani yako. You don't need any place to prosper. Hauhitaji maeneo fulani ndio. Any place you want. Mahali ambapo uko, you prosper. Utafanikiwa. Any place. Bali popote. Unanisikia? Popote utajipata unafanikiwa. Hata sasa wewe ukichukua ukuweke kwa River Sosio kando utafanikiwa sana. Hata wakuweke kwa Samita huko ndani utafanikiwa. Hata hiyo area na Mahele nimeona juzi kwa nini utafanikiwa. You don't need kuhama tuende mahali kwingine. Kama Mungu has positioned you somewhere, stay there and prosper there. Kaa hapo ufanikiwe. Amina. Amen. So now what should you do? Ufanye nini sasa? Jeremiah anawaambia, Jeremiah, pray for the place. Ombea maeneo. Start praying for that place. Anza kuombea yes maeneo. Because if that place have peace, you have peace. Kwa sababu maeneo yale yakiwa na amani utakuwa na amani. Wengi wagani kwenu ambayo wezi wanaibia watu vitu na you are not praying for your place. Ukiomba wao wizi ishe, utakosa wizi pia. You need to pray for your city. Unahitaji kuombea mji wako. You need to pray for your place. Unahitaji kuombea maeneo yako. You need to pray for. Let me tell you kitu kingine. Mama alinitabiria utakuwa baba wa Kenya. Bali no mfumile nilichukia Kenya sana. Na iwaza Kenya But nikafika mahali Mungu akaniambia for you to be a father of Kenya you need to love Kenya and to pray for the leaders. Na uombee viongozi. Na ndio maana kwa hata nikaacha kutusi president kwa mtandao nikanyamaza kusema acha. Nitamuombea. Joshua ananiambia wewe mzee hatutatawala Kenya kama hatutaipenda. And that's why one of the things God is calling us to be is to be patriotic to our nations. Kitu moja ambacho Mungu anatuitia tuwe ni kuwa wazalendo. Tupende nchi yetu. Tupende nchi yetu. Tupende Kenya. Hatutatawala Kenya kama tunaichukia. Hautatawala hiyo area. Unajua tunasemanga natawala hii maeneo kwa tunayachukia. Anza kuyapenda, anza kuyaombea na utaanza kung'aa hapo na mataifa yatakuja kwa nuru yako na wafalme watakuja kwa mng'ao. Let me tell you, the God we serve is able to locate you paka penye huko. Wanasema Bethlehemu uliye mdogo kwa wote, lakini kwako atatoka mfalme. Give me my phone. Bethlehemu